Kama umeshawahi kuwa na mawe kwenye figo, alafu ukapata matibabu, haimaanishi kwamba hayo mawe hayawezi kujirudia. Kwa sababu kilichosababisha yale mawe ni risk factors ambazo usipozibadilisha, utaendelea bado utatengeneza tena mawe mengine. Mawe kwenye mfumo wa mkojo kiujumla, kuanzia kwenye figo, kwenda kwenye ile mirija tunaita ureters, au kwenye kibofu yanaweza yakatengenezwa mawe mle ndani. Na yana compounds tofauti. Yanatokana na origins tofauti. Sawa? Watu wengi tunafahamu calcium, tunajua oxalate, tunajua uric acid, it could be more than that. Hivi vitu vinaweza vikatengeneza mawe mengine kama haukujieliminate kwenye risk factors. Just because umepata hiyo extracorporeal shockwave lithotripsy haimaanishi wewe ndio ushapona. Hiyo ilikuwa ni procedure ya kuondoa mawe ambayo yapo tayari kwenye mfumo. Wewe sasa hivi unachohitaji, na ndio hicho muhimu, unachokihitaji sasa hivi ni nini? Unahitaji kubadilisha mfumo wako wa maisha. Unataka kunywa maji mengi. Hydration is key. Actually, kunywa maji mengi ndio kutakulindia figo zako kuliko mambo mengine mengi ambayo unayafanya sasa hivi. Kunywa maji ya kutosha. Wewe umeshatoka kufanywa procedure. Kuanzia hapo kwenda mbele ni 2 to 3 liters kunywa maji. Lazima upunguze vyakula ambavyo nyama nyekundu hizi. Lazima uangalie diet yako. Kwa hiyo ile tabia ya kwenda kula nyama, unakula kilo nzima peke yako nyama nyekundu. Uwa hiyo tabia. Matumizi mengi ya chumvi iliyopitiza mpaka unanyunyizia kwenye chakula. Punguza hivyo vitu. Usitumie supplements mpaka uambiwe na daktari. Kuna wengine ambao alikuwa anapata mawe, kaenda kwa daktari, kumbe na dawa zake, katika dawa anazotumia inawezekana kuna dawa ambayo inaongeza riski ya kupata mawe kwenye figo. Kwa lazima ufike kwa daktari. Kuna magonjwa mengine lazima yatibiwe. Lete mfano una hyperuricemia, una uric acid iko juu kwenye mwili. Au wewe ni mtu ambaye tayari una risk ya ushapataga gout na labda bado una symptoms zile au kwenye matibabu yale. Kwa lazima iangaliwe. Kwenye upande wa dawa, kuna mtu anawezekana anaugua pressure tu ampewa dawa za pressure, na baadhi ya dawa za pressure zinachangia kuongeza risk ya kupata mawe kwenye figo. Mfano kama thiazides. Thiazides ni dawa za pressure, zinaingia kwenye kundi la diuretics. Unakuta kwenye regimen ya mtu tayari kuna dawa pale ambazo zinaongeza risk ya kutengeneza mawe. Kwa lazima uende uka act on those issues. Hizo risk factors lazima uzipunguze zote.